shauri mzee wangu, achana na Loni, maana kama akitoka binti wa kiasili, mimi nipo kwa niaba yake. Sijui umenielewa? Emi, kama nilivyokuambia, mimi na wewe tumekuwa marafiki sasa hivi, tushirikiane bwana. Lakini swala la Loni la kuweza kumuua lipo pale pale na hakuna kuzuia. Oya, nakukanya na nakupa onyo. Chunga hicho unachokiongea. Loni huwezi kumuua, na ukisubutu kumfanya chochote Loni, utajua upande wangu wa pili. Sijui umenielewa? Nisikilize Emi, nimekuja kama rafiki, lakini nitaondoka kama adui. Lakini swala langu lazima litimie. Lazima Loni niweze kumwangamiza kwenye kijiji hiki. Oya, takutoa mshipa. Nishabadilika roho. Sijui umenielewa? Ukisubutu takukata mshipa na panga. Mimi nadhani tumeelewana na sina haja ya kurudia maneno. Unapaswa kujiandaa sasa. Mimi naenda kwa Emi. Emi atanipatia mdogo wako, kisha nyinyi mtaondoka. Maana sihitaji tena kukuona hapa kwangu. Loni, unaongea nini wewe? Mbona mimi nashindwa kukuelewa? Kwa nini mkasha kuloga? Umesahau mambo yote ambayo tumeyapanga hapo nyuma? Kirahisi unaniambia mimi niondoke. Loni, hapana, mimi siwezi kuondoka. Hapana. Sina haja kuzingizia uchawi. Mimi sijarogwa. Hii ni akili yangu, tena nina akili timamu kabisa. Unajua wewe ndio umekuwa chanzo cha matatizo yote. Hata Emi yakuwa hivi. Wewe ndio umesababisha Emi abadilike na watu wote wamchukie. Kwa hiyo wewe una kwenu, tena ni jamii tofauti na sisi kabisa. Hauna sababu ya kuendelea kung'ang'ania kuishi hapa. Na mimi kama mimi sioni sababu ya kubaki na wewe. Ni bora tu nirudi kuishi na Emi. Maana nimeshawahi kumwahidi kuwa atakuwa mke wangu. Mimi naenda. Na hakika leo nitarudi na mdogo wako. Jiandae kama nilivyokuambia. Leo sitakupa ruhusa hata ya kulala hapa. Loni, nilikuwa karibu nawe kila siku, nikitoa mapenzi bila kuchoka, nikakujali kuliko hata nafsi yangu. Kulikuwa na familia yenye furaha, mapenzi yakitawala bila hata hila. Shikamoo. Marahaba, karibu. Asante. Nilikuwa namuulizia Kafuka, sijui nimemkuta, maana sijamuona muda mrefu. Mimi mwenyewe nahisi tungekutana njiani, maana hapa nilikuwa nafikiria kuja kwenu kumuulizia wewe Kafuka. Kafuka hapa nyumbani hayupo, na unavyoniambia kwamba Kafuka kwenu hayupo, nishaanza kuchanganyikiwa, maana hichi kijiji chetu kina mauzauza kila kukicha. Mara watu wamekufa, wanafufuka. Hii ishakuwa tatizo sasa. Atakuwa yuko wapi? Mbona unanitisha? Unataka kuniambia ni muda mrefu hayupo hapa? Ndio. Basi sawa wifi. Ngoja niende, nitarudi baadaye kumwangalia. Sawa. Akianza kufika hapa, nitakupa taarifa. Na pia akianza kufika huko kwenu, naomba unipe taarifa haraka sana, maana nina mawazo hapa nilipo nishachanganyikiwa. Basi sawa. Au tutabaki kulia milele.
Wewe nani? Samani kaka, ila mimi nimetokea kijiji cha hapo karibu na ni mgeni kidogo huku. Nimekuja katika msiba wa ndugu yangu, ila kwa bahati mbaya nimesahau njia, maana ni muda mrefu sana toka nimefika huku. Nilikuwa naomba unisaidie, kama umesikia msiba sehemu yoyote, unielekeze niweze kufika. Ndugu yako ni nani? Mbute. Mbute? Mbona Mbute yuko hai? Hajafa? We kaka, hivi uko serious kweli? Mimi naongelea msiba wa ndugu yangu. Tumepata taarifa nyumbani kwamba amefariki na mwili wake haueleweki uko wapi. Naona niambia kwamba hajafa? Hebu naomba usikize dada yangu. Mbute hajafa. Mbute yuko hai kabisa yani. Sasa nashangaa unaponiambia kwamba unaenda kwenye msiba wa Mbute. Ila kwa vile mfika kwenye kijiji, basi tutakutana naye. Sawa, ila nilikuwa naomba unifikishe anapokaa, maana mimi ni mgeni huku, sipajui. Hapo utanisamee, kwa maana mimi nimesha hapa. Siwezi nikajihusisha na mambo ya kwenye kijiji. Kakangu, au huyo Mbute mwenyewe naye muongelea humfahamu? Maana naona unazunguka zunguka. Nimekuomba unisaidie kunifikisha kwa Mbute. Pambana kivyako. Wewe pambana utamaa ndugu yako, lakini siwezi nikupeleka. Sasa nitafanyaje? Hata sielewi naanzia wapi. Mtu mwenyewe kanikataa, kama alikuwa mjui angesema. Mjomba. Mjomba wangu umepona? Mjomba siamini. Siamini mjomba wangu kama umepona ujue. Mjomba wangu nikwambia kitu kimoja. Mjomba ndo alikuwa maisha yetu. Yaani kama sasa hivi tunaweka muziki wetu hapa, tunacheza, tunaruka nini, tunaenjoy. Mjomba wangu unajua maisha tulikuwa tunaishi maisha mazuri sana eti. Lakini shangeti hapa katikati amekuja mtu anaanza kutuhangaisha, anaanza kutupangia, anaanza mara si namna gani. Mjomba wangu wewe unapelekeshwa, unaosha vyombo. Sasa kwa taarifa yake sasa mimi nimepambana na mjomba wako mpaka tumemkomesha, umerudi kwenye hali yako sasa. Unaona kama hivi sasa hivi tunaenjoy. Na mimi nashukuru sana mjomba wangu. Umepambana na mimi mpaka nimerudi vizuri. Na yule mshenzi nishamfukuza. Usitaki kuniambia mjomba umemtimua? Nishamtimua. Basi na mimi nashukuru mjomba, mpaka hivi nacheza mziki kwa raha, kwa furaha. Umeona kweli mjomba umenipambania. Lakini nakuomba tu mjomba, ingia ndani kilichokuwepo tule, tupate riziki kidogo. Tuendelee kuburudika. Kwa mjomba umemtimua, ukachukua na muziki wako weka hapa ili mjomba wako nikija tuenjoy turuke, afu kapika na msosi wa kutosha. Umepika na kuku, si ndio hivyo? Kila kitu. Ya mjomba unanifurahisha wewe. Sasa sikia mjomba wangu. Sasa hapo tufanye kitu kimoja. Tuingie ndani kwanza tule, afu tukila sasa ili party linaendelea mpaka asubuhi, maana huyu mchawi tushamtimua na sasa hivi tumebaki sasa be free, yani tuna uhuru wa kutosha, yani tunafanya tunachokitaka sasa. Umeona sasa? Alafu nikwambia kitu kimoja mjomba. Kuna style moja hiyo kali inaitwa marume. Umeona nitakufundisha. Tukishakula tukishamaliza sasa tukirudi hapa, tunaicheza hiyo hapo. Umeona labda nilikuwa nacheza kama nafanya hivi. Sasa hiyo hapo tutapiga bibi na wewe yani kumeandaa na msosi. Na msosi nimeandaa kwa furaha yako na yangu leo. Mjomba basi tuingie bwana, tuingie ndani. Mjomba, vipi tena mbona unafunga mlango? Mjomba bwana, mbona umebadilika tena wakati tumekubaliana vizuri tunakuja kula tena unafungia mlango? Wewe mpuuzi. Ushanisumbua sana na nishakukamata nimekuweka ndani. Kwa hiyo nakwenda kwa mwenyekiti kumpa taarifa zako, wewe mshenzi tu. Mjomba bwana usifanye hivyo mjomba. Mjomba nifungulie bwana. Mjomba. Mjomba bwana naye. Na maana ndio hajafanya kazi. Swala amefaa.
Huyu binti atakuwa amenidanganya. Yaani huyu binti wa kiasi sasa sitakuwa simwamini tena. Kama mtu nimemwekea dawa na nguo amevaa hiyo, mbona nenda anakuja anifungia mlango? Maana yake atakuwa hajapona. Sasa nitatokaje huko? Wewe. Kisa cha kuneka tumbo joto mimi nini? Na unajua wazi kijiji chetu kina matatizo. Mimi nimekaa hapa na kuangalia wewe haurudi. Hivi uko unataka kunipa pressure mimi wewe? Unaweza kuniambia ulikuwa wapi? Dada, hata salamu hamna. Salamu ya nini? Nina furaha gani ya kukusalimia? Niambie ulikuwa wapi? Kitu hicho kuna niambia. Nimekishuhudia kwa macho yangu. Mbute leo kaja hapa nyumbani. Kanikuta mimi na rafiki yangu. Nilijiuliza maswali mengi sana nilivyomuona kwamba mtu aliyekufa sasa hivi yuko hai. Na ndio kicho nifanya hadi nikakimbia. Usiwe Mbute, usimuogope. Mbute hajafa. Unasemaje wewe? Huo ndio ukweli. Mbute hajafa. Mbute yupo hai kabisa. Hiyo ni husta za binadamu tu kama unavyojua kijiji chetu hiki. Na alinihakikishia ni Loni. Na Loni akiongea jambo mimi naliamini kwa sababu anaishi na binti wa kiasili. Kwa hiyo ukionana na Mbute, kuwa na amani. Siwezi nikaamini. Nitaamini vipi? Ule anaweza kuwa tu ni mzuko natembea, lakini sio Mbute. Alikuja pia kwa mara ya pili hapa nyumbani na alilikuta mimi. Alikuwa anataka kujua kwa nini tukimwona tunamkimbia. Mimi nikamwambia ukweli. Kwa hiyo sasa hivi hanajua nini kilichomkuta. Na wewe ukionana na Mbute, kuendi kama zamani. Pia alikuja mwanamke wako hapa. Alikuwa anakuulizia. Anaonekana na wasiwasi kama nilivyokuwa nayo mimi. Kwa hiyo ukipata wasaa, naomba ukamtoe wasiwasi yake. Sawa? Sawa, nimekuelewa. Alafu kaka, yani yule mwanamke ukishamuoa yule, mimi naomba hapa kijijini muondoke tu. Yani hichi kijiji kinatisha. Kila kukicha matukio yanazidi kuwa mengi. Fanya tu muende mkaishi mbali. Lakini mkikaa hapa, hamtoendelea. Mimi mwenyewe nilikuwa na mpango huo. Siwezi kuishi kwenye kijiji hiki. Bora nihame. Poa basi, mimi naenda zangu dukani. Nirudi nikukute. Wewe vipi? Naomba usaidie kufungua kikweli. Maana nimefungiwa hapa mlango, nimehangaika toka asubuhi. Naomba usaidie kufungua. Fungua, angalia huko. Shida gani wewe? Kwa nini unataka kumjua adui yako? Haujui kwamba ukimfahamu utasababisha vita? Hapana. Sitaki kumfahamu kwa ajili ya kulipiza kisasi. Isipokuwa nataka nimfahamu ili nijiweke mbali naye. Usinifanye mimi mtoto mdogo. Naelewa kila kitu. Moyo wako unasema kabisa, ukimfahamu huyo mtu, ni lazima utataka kulipa kisasi. Na mimi sihitaji kitu kama hicho kitokee. Hivyo, siwezi kukutajia huyo mtu. Sasa, nitawezaje kukaa na adui yangu ikiwa yeye muda wote ananiwinda, alafu mimi simfahamu? Tafadhali, hebu naomba unisaidie. Basi sawa. Mimi nitakusaidia kumjua.
ila naona kabisa unanidanganya. Ni lazima utataka kulipiza kisasi, ila hicho mimi sijali kwa sasa. Ukilipiza kisasi, kitakacho kukuta usinishughulishe. Hapana, sikudanganyi. Tafuata yote ambayo umeniambia. Hakuna mtu mwingine aliyekufanyia ubaya zaidi ya mwenyekiti. Wewe ni nani hapa? Wewe ndo nikuulize, wewe ni nani? Mimi ndio mwenye nyumba. Mwenye nyumba? Ndiyo. Wewe ndio umefungua mlango wa nyumba yangu? Mimi nachokijua hapa ni kwa Edu. Na nimekuja hapa, nimemkuta Edu analalamika kwamba amefungiwa mlango. Nimemfungulia mlango, ameondoka. Mimi nimekaa hapa namsubiri Emi. Sasa wewe mwenye nyumba yupi? Hapa ni kwa Edu. Hapa ni kwangu mimi. Na yule kijana nimemfungia ndani kwa sababu nina kesi nayo. Kwa hiyo wewe ni nani uliokuja kumfungulia hapa? Wewe ndio mwenzio unataka kununua nyumba yangu? Wewe mzee una kichaa nini? Mbona niongelea vitu ambavyo sivielewi? Alafu kiheshimiwa, jaribu kujiheshimu. Na wala mimi sikuogopi kwa chochote. Njoo kistaarabu uliza, unaanza kunikolomea. Ndio nini sasa? Acha ujinga wewe. Sasa kesi ya Edu wewe ndio utaibeba. Utaniambia umempeleka wapi? Na kuuliza mara moja. Edu kaenda wapi? Unielewi eh? Sitaki kijana wa aina yoyote hapa. Nitawaonesha. Shenzi tu. Kila siku kuja kusumbua. Au mnataka kuiroga nyumba yangu mchukue nyinyi? Mwangalie miguu yake. Kama mkotii. Mnaishi kiujanja tu. Mkome.